Awe sijui nani wewe, shabiki wa Simba ni vigeugeu, yani unaijua ile nyimbo ya dunia kigeugeu. Mashabiki wa Simba hawaeleweki. Asubuhi Pantevu mzuri, jioni Pantevu mbovu, baadaye watasema asubuhi Mangungu mzuri, jioni Mangungu mbovu. Hatuwaelewi baya kwao lipi na zuri kwao lipi, watupe uhakika tuwaelewe. Kama shida ni afya ya akili, basi tusogeze hospitali karibu. Uhakika kwao wana timu nzuri, wana timu nzuri, wamekubali kwamba wana timu nzuri, wamekubali. Kwa hiyo meneja akaondoka kama kikocha meneja akaondoka kama kikocha, meneja akaondoka kama kikocha, na wamekubali kwamba kocha aliyopo ni mzuri. Kwa hiyo tunakubaliana Matola sasa hivi anafaa kumaliza ligi. Yule ni kocha msaidizi bwana, hilo wakikujibu hili Matola bwana, wakikubali na milioni kupa. Kama kuna shabiki wa Simba unawauliza, mimi nawauliza ndugu zangu wana Simba, kama mtakubali Matola amekamilika vyeti, basi tunaomba sisi Matola amalize ligi, tuna jambo naye. Mwanzo wa msimu lakini alikuwa anasema wana timu hatari sana. Mwanzo wa msimu alikuwa anasema wana timu hatari. Sasa mwanzoni kawaida yao Simba kutangulia na kapu sokoni, wakati hela hawana, kawaida yao. Si acha tu enjoy, wananga tumeenjoy, tumefunga Dube Day, nini Diara Day, tumeenjoy. Golikipa wetu tunamheshimu na ametupa mafanikio makubwa. Hakuna mwana Yanga yeyote asiyethamini mchango wa Djigui Diarra. Mzee wa Maokoto, unaokotesha shilingi ngapi? Hata wewe tunakuamini kama mzee wa Maokoto. Godi wamekataa kwamba wao hawagawi utamu klabu bingwa. Wamesema mpaka zifike mechi tatu. Wamesema mpaka mchezo wa tatu. Mchezo wa 3 na wa 4 wana Mwarabu. Mchezo wa 3 na wa 4 wana Mwarabu. Alafu baada ya hapo waambie wanagawa nini sasa baada ya utamu, watakuwa wanagawa nini? Esperance anaenda kuchukua, anasema anaenda kuchukua alama. Si amesema na sisi tunasema mechi ya 3 na ya 4 ya Simba wana experience ni Tunis. Sio bypass. Maana watu sikalili maisha. Sio bypass. Ni experience ni Tunis. Sasa tunataka kujua baada ya kugawa utamu mechi ya 3, mechi ya 4 wanagawa nini? Awe anawaambia wanachokigawa. Namu leo! Namu mie namu! Soka school. Yanga soka school. Kwa watoto naona wanaingia wanamiminika kweli kweli. Bwana, sikiliza nikwambie kitu. Hawa watoto tuna mpango sasa hivi. Binti yangu umeona bwana? Nimemuona. Bwana wewe una baya bwana. Binti yako vizuri. Bwana sikiliza bwana. Mimi leo nina furaha. Hebu niacheni kwanza kidogo, nina furaha. Unajua furaha yangu inatokana na nini? Kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu, kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu, dunia nzima hakuna, na wataiga. Madrid washaanza kutuma request, wanaomba mnafanyaje hili jambo. Ngoja nikwambie, Diarra kavunja historia leo, kadhihirisha ni kiasi gani wananchi wanampenda. Bwana, nimeona leo watoto wa Kariakoo bwana, kuna wale jamaa wa Kinga sijua baba, milioni 2 watu 4. Yaani Diarra leo kama kakosa milioni 15. Niamini mimi. Mpaka nimesikia bilioni hali anasema. Bilioni. Afu unajua sometimes hesabu zinachanganya. Unajua mimi nacheza na watoto soka skuli ya mzuri na mimi nakuwa bilioni 15. Bwana, niwaambie tu kitu. Sawa. Leo tumeshuhudia vitu vitatu vizuri vya muhimu. Cha kwanza, wachezaji wetu ambao wale walikuwa kidogo wanapata nafasi muda mchache, tumewaona leo muda wa kutosha. Tumewaona leo kina Musa Barakonte, tumewaona vizuri muda wa kutosha. Nataka wakachambue sasa. Sisi hatuchambui sisi wachezaji wetu, tunawaachia wao wale fulani. Hilo la kwanza, kiwango cha hali ya juu. La pili, bwana miliona, lakini hili jambo hili sio la kawaida. Hili jambo sio yule Diarra. Mimi nawaambia akifika nyumbani kwake atamwambia mke wangu, sikiliza, mimi cha kwanza nilikuwa nakupenda wewe kabla ya chochote, lakini sasa hivi naipenda Yanga, ndio nafuata. Hiyo kauli anaenda kumwambia mke wake Diarra. Ni nini mimi kwa hiki tunachokifanya? Labda nikwambie kitu bwana. Djigui Diarra sio tu goalkeeper, ni golikipa mwanachama wa Yanga Afrika. Alafu Stambe sana. Djigui Diarra ni golikipa mwanachama. Sikiliza, kuna kelele walikuwa wanamshindanisha na mtu. Mbona sisikii tena hizo kelele? Sisikii hizo. Injury achezi. Sasa ngoja nikwambie, sifa ya mchezaji bora duniani free from injury. Ndio maana Messi, Ronaldo, Cristiano, wachezaji wote wakubwa
sawa, wanakuaga nje ya majelo wakina Mohamed Zimbwe Junior, Shabalala, kina Pacome Zouzoua, ndio maana mdogo ana Ballon d'Or, ndio maana ana Ballon d'Or. Mimi nakupa sifa wachezaji wakubwa hawaumiagi. Sasa nikwambie kitu, sisi sio kama timu ya fulani bwana, timu ile inatafuta pa kujifichia. Viongozi wanakaa wanatafuta wa kumtupia mzigo. Bwana, mtu wa watu wamemtoa kwenye klabu yake pendwa, wamekuja kumdhalilisha hapa Tanzania. Lakini cha ajabu kuna mtu atoki, sitaki kumtaja. Lakini pia mpaka leo hii sisi tuna kina Edmund John, tuna kina Offense Kola, ni wachezaji wakubwa wanaokuwa taratibu, lakini wao kwao ni tegemezi. Yaani mchezaji ambaye sisi kwetu tunampa muda akuwe taratibu, wao ndo wanamtegemea. Ni aibu. Young Africa zinatoa mfano, Young Africa zinaonesha ukubwa wake tofauti na vilabu vingine vyote, na hili nawaambia, na kuanzia leo nawaambia kabisa, inabidi wale viongozi wa fulani watoke kuja kuchukua kozi pale Jangwani, ila wapitie kwanza kwa Godi kwa Nikati. Maana pengine inawezekana vyakula wanavyokula havina lishe. Mimi nawaambia ukweli, Young Africans tunayoyafanya ni matusi. Yaani haya tunayoyafanya Young Africans ni yaani, jamani, mchezaji anaokoteshwa pesa, rafiki yangu. Hizi pesa zingekuwa upande wa pili na mimi watu wangeshikana matai, wangepigana mapanga. Nawaambia kama bonus tu hazitoki kwa wakati. Leo hii mchezaji anapewa begi uwanjani linajaa fuba la mahela, watu wangekuwa nagombana, ungesikia hiyo ndio bonus yako. Mimi nakwambia ungesikia hiyo ndio bonus yako, lakini Young Africans hakuna njaa baba. Watu wanapewa hela uwanjani, watu wanapewa bonus zao, watu wanapewa posho za kila siku, watu wanapewa mishahara kwa wakati. Hiyo ndio Young Africa. Na mimi nawaambia tu kweli, kama mlishuhudia TP Mazembe ikiwa inanyanyasa Afrika, sawa, ikiwa inawatishia Waarabu, soka la Afrika likiwa limetawaliwa na Muafrika mtu mweusi, sasa mnaenda kuishuhudia Young Africans inavyoenda kulitawala. Hizi dalili, mimi nakwambia, wanayofanya Young Africans ni dalili tosha za kuonesha kwamba hii ni TP Mazembe iliyokomaa, iliyochangamka. Na tunakuja tuna miaka yetu kama 10 hivi, miaka kama 10 ya kuitesa hii Afrika mpaka Waarabu waseme sasa basi. Sasa hivi nakupa siri, Mwarabu akipangiwa na klabu ya Yanga, akipangiwa, ndugu yangu, wanakaa vikao, wanasoma kunuti, wanalia, wanalalamika. Nishakwambia Mwarabu, kwani Makonde yule? Mimi nakwambia Mwarabu yoyote anayepangiwa na Young Africans, walisema kundi gumu. Hebu godifanyie ile, unapenda kundi gumu. Eti kundi gumu. Sasa kundi gumu limegeuka jepesi. Alafu kundi jepesi limekuwa gumu. Walisemaje? Yaani kundi gumu limegeuka jepesi. Alafu kundi jepesi limegeuka gumu. Alafu sisi Young Africa tunavyojinasi, sisi bado kundi letu gumu. Walicheza mpira wa makaratasi. Mpira wa makaratasi, dondo au sodo wanaita, au shandimu. Emerudia. Eti kundi gumu. Kundi gumu? Hebu tena. Eti kundi gumu. Yaani ndio mjue hii ndio Young Africa, na hii na huu mfumo na huu utaratibu utaendelea. Kila mchezaji wa Young Africans ataokota, si umeelewa? Kila mchezaji wa Young Africans tunataka Tanzania hii, kama ametoka nchi za kigeni, aseme bwana, mimi nataka nirudi Tanzania kama alivyorudi Aziz Ki hivi. Tunamsubiri Engineer Hersi Day na itafika. Hiyo manangu, hiyo watu watatunza magorofa. Mpaka engineer mnamuokota. Yaani ataokota mpaka engineer. Na kuambiaje, hiyo tutatunza magorofa. Sisi Diara Day Alikamwe, ujumbe ukufikie. Rais wetu kwa aliyotufanyia haya ni mazito. Hii miaka 4 Engineer Hersi kwenye utawala wake, tunaisubiri siku ya Engineer Hersi Day. Sema itabidi ya tofauti, atunzwe siku moja. Inabidi atunzwe kama rais wa vilabu vyote Afrika, atunzwe kama rais wa Yanga, inabidi atunzwe kama mjumbe wa FIFA, lakini atunzwe kulingana na magoli tuliyowafunga wa mafulani, binadamu wa kwanza. Binadamu wa kwanza. Wewe tulia. Tuachie sisi. Sasa swala la kuchukua ubingwa, tunajua sehemu muhimu ya sehemu gani katofurahisha. Kwani nyinyi mlisema Farabati afungiki, au sio? Nyinyi mkatuoji, bwana Baraka, Yanga unazungumziaje likundi lenu? Naona kuna Farabati, kuna El Ahly, kuna AJSK Kabaili. Mnaonaje kama mtachomoka? Tukawaambia tulieni. Morocco. Sio Morocco tu, hata wakatupeleke Santiago Bernabeu, sisi tunamkanda mtu. Yaani kwao kama kwetu, afu kwetu. Hiyo ndio Yanga Afrika. Dadangu, siku ambayo engineer anaokota kwa wanachama, sisi tuna sifa, tutamuokotesha tu. Yaani nchi nzima aokote. Tajiri anaokotesha. Ndio utajua tutakupa sifa za yeye kwa nini tunamuokotesha. Si tunofurahi ni sisi. Yaani amani ya moyo wa kila mwana Yanga sasa hivi inatokana na. Hebu shusha kamera kidogo uone Godi Yanga. Hiki kitambi sio kama anakula sana. Hapana. Hii ni Yanga Afrika. Si umeelewa? Hizi ndevu zinavyosamili hivi, sio kwamba sijui labda mwanamke wake anamtunza sana. Hii ni Yanga Afrika.
Sijui umeelewa? Sasa haya matunda ya Yanga Afrika tunayoyapata lazima tuyarudishe, na fadhila zetu tunazirudisha kwa wachezaji wetu. Ndio maana tunawaambia haya tunayoyafanya ni